Ni mwanakitaa mwenzangu, karibu sana katika kuitazama Street Connect ambayo inakujia kutoka hapa katika jiji la Dodoma. Leo nikiwa katika kata hii ya Majengo, eneo la Machinga maarufu sehemu ya kazini au sio bana. Ninaitwa MC Jolijas, ninakualika siku ya leo. Tuna mada yetu nzima ambayo inamzungumzia aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya 5 hayati na mheshimiwa Daktari John Pombe Joseph Magufuli, ambapo tarehe 17 ya mwezi Machi mwaka 2021 taifa la Tanzania lilipokea taarifa za masikitiko kuondokewa kwa huyu mwamba ambaye tunamzungumzia hapa hivi leo. Swali kwako mwanakitaa ni kwamba hivi sasa imetimia ni miaka 4 tangu atutoke mheshimiwa huyu. Je, ni yapi ambayo unayaona aliyafanya mema, lakini ni yapi ambayo kama angeendelea kusalia madarakani Mungu angempa neema ya uhai ungetarajia kuyaona akiyafanya ili kwa ajili ya kuinua maendeleo ya nchi yetu kwa ujumla? Mimi ninaitwa MC Jolijas, hii hapa ni Street Connect. Kumbuka kama hujasubscribe, hebu subscribe hapo chini ili uendelee kupata matukio na taarifa kemkem ambazo tutakuwa tunakuhabarisha. Sasa tunaingia mtaani, twende tukawasikilize. Mambo vipi? Fresh. Habari ya kwako? Kama kawaida, isi nzuri tu. Shughuli zinakwenda? Shughuli zinakwenda vizuri sana. Sawa kabisa. Mtazamaji angependa kutambua kidogo kwa majina? Kwa majina mimi naitwa Moses. Natokea mkoa wa Dodoma hapa, mkazi wa Dodoma, lakini natokea kanda ya Ziwa. Kanda ya Ziwa kule au sio? Karibu na Ziwa Victoria. Karibu na Ziwa Victoria ndio. Sawa sawa. Sasa tuingie moja kwa moja kwenye swali. Mwamba unamfahamu vizuri kwa vile japokuwa ni kwa miaka michache alikuwa madarakani, lakini baada ya hapo changamoto za magonjwa zikampata na tarehe 17 akatutoka. Ni yapi ambayo unaweza ukayakumbuka mazuri ambayo amekuwa akiyafanya ambayo yalikuwa yanakuvutia sana? Kwa kweli siwezi kuongea mengi sana, ila yule bana alikuwa ni jembe na tutazidi kumkumbuka sana kwa sababu mambo mengi alimeyafanya kwa muda mchache na sisi wengine tumeyaona. Kama pale Chato pale kuna hospitali moja alikuwa ameacha, ameiamsha ile hospitali ya Rufaa. Ile ni bonge la hospitali mzee baba. Ni bonge la hospitali. Yaani ile ikiisha mzee, kanda ya Ziwa tutakuwa tuko vizuri. Kingine amefanya mambo makubwa sana hususan kule kwetu kule. Kuna zile hifadhi zilizokuwa za Naliko aliziweka kwa wananchi, wananchi na wenyewe wafuge, akagawanya. Kwa kweli mambo mengi, barabara kule kipindi yuko huko barabara zimejengwa huko kwetu huko. Ni vijijini lakini mzee paka hadi raha tu. Na sasa unafikiri kama angelipewa wasaa wa kurudi tena ungetamani nini kifanyike? Yaani jameni, ni kwa sababu haiwezekani. Ila jamaa mwamba tutamkumbuka sana. Yule alikuwa ni mwamba na atakayevaa viatu vyake lakini hajulikani. Lakini bado tunazidi kuomba tu mambo yafanyike, yale aliyoyaacha na yaendelee, na Watanzania tuzidi kunufaika na mambo yake ambayo aliyaacha. Mimi najua bado yapo, bado mengine hayajaisha, bado mengine yameisha, lakini bado yanaendelea. Tunamuomba mama aendeleze kwa lile alilofanya. Sawa kabisa. Sasa hivi watu wengi wanaangalia ile miradi ambayo alianzisha yeye, alafu sasa hivi mama alipopokea kijiti ameendeleza. Unafikiri kasi ya mama inaendana na kasi ya mwamba au kuna mahali pako na changamoto? Hapo kwenye kasi hapo. Kasi ya mheshimiwa ilikuwa speed sana. Ilikuwa speed. Ndo maana alikuwa anasema hivi, wao wanaweza, sisi tunashindwa wapi? Tufanye. Ndo maana tulikuwa tunachapa kazi. Anahimiza piga kazi, fanya kazi. Kweli tulikuwa tunachapa kazi na kasi ilikuwa inaenda speed. Na kazi ya mwamba ilikuwa ni hatari. Kauli mbiu yake ikawa ni hapa kazi tu. Kauli yake ilikuwa ni hapa kazi tu, hakuna kingine. Na ndo maana
hata ukija kuangalia pale kwetu mkoa wa Mwanza pale. Mwanza palikuwemo vibaka vingi, lakini ilivyokuja hapa kazi tu mzee, wengine wakataka kuitumia vibaya hiyo hapa kazi tu, lakini walivyoshtukiwa mpaka waliacha wenyewe. Waliona hapa mwamba tuwezi. Tupige kazi tunufaike, na kweli walipiga kazi. Machinga walihangaika kivyao, mama ntilie kivyao, kila mtu kivyake na kweli walinufaika. Basi kaka, mimi nikushukuru kwa muda wako na endelea kuifuatilia. Inaitwa Street Connect. Kabisa wa mwamba huyu hapa. Mzee, habari yako kwako? Salama kabisa. Labda mtazamaji angependa kufahamu pia? Ndio. Naam, kwa majina? Kwa majina naitwa Rajabu Saidi, ni mzaliwa Singida. Tulihamia Babati, kwa hiyo sasa niko Dodoma. Sasa uko Dodoma. Hapa Dodoma unajishughulisha na shughuli gani? Mimi bwana nafanya shughuli za ulinzi. Nilifundishwa na jeshi la polisi kama polisi jamii. Okay. Kwa hiyo hapa leo niko sehemu salama kabisa, au sio? Huko salama kabisa. Ni usalama kabisa wa kulinda raia. Naam. Nilifundishwa kwa kipindi baba yetu John Pombe Magufuli alikuwepo. Naam. Mimi bana nilikuwa uwezo wa Mungu sijasoma, lakini alisema vijana wapate ajira. Naam. Kwa hiyo angalau nimepata ajira. Nikaenda kwenye kituo cha polisi, najulikana ni askari. Na mimi nilikuwa nyumbani, nilikuwa ni mtu mbaya kidogo, kwa nasumbua kama mkorofi. Kwa hiyo kipindi cha baba nadhani tulifanya kazi vizuri. Magufuli bana ni baba yetu mpendwa. Kwa hiyo basi alivyotuacha na mimi niliumia sana. Lakini tunashukuru kampata mama yetu anatuendeleza. Mimi bana baba yetu Magufuli namkubali sana, na mpaka sasa hivi ninavyolia na mama yetu, nashukuru mama yetu ameshikilia ngazi kama baba yetu alivyofuata. Mama yetu naye amesema hapa kazi tu. Anasema hapa kazi tu. Kwa hiyo nampenda sana mama yetu. Kwa hiyo rais wetu bana amemwachia mtu hayati vizuri sana. Na labda ukizungumzia pia kwamba mheshimiwa hayati Magufuli alikuwa na kauli mbiu inasema hapa kazi tu, lakini mama alivyoingia madarakani akaja na ya kwake, lakini iliyokuwa inaendana na ile kwamba kazi iendelee. Unafikiri spidi ya mama inaendana sawa na ya mzee au kuna namna? Wanasema hivi Waswahili kwamba siku zote alipotoka kaka yako na pia naye dada utafuata njia hiyo hiyo. Kwa hiyo mimi sidhani kama kote, naona wote wanaenda vizuri. Naam, spidi ni ile. Spidi ni ile ile. Kwa hiyo nikisema kwamba nitakuwa nakosea kwa Mungu, hata siku zote utashindwa kusaidiwa kwa sababu utakuwa mwongo. Wote spidi ni ile ile. Mama yetu pia naye bado yupo na sisi bado tunakubalika kama askari wake, ila tunaomba mama yetu atukumbuke na sisi askari wadogo angalau tupate ajira. Kama baba yetu naye pia alikuwa anatuendeleza, alisema hata kipindi JKT wako mafunzoni vijana wapate ajira. Kwa hiyo tunaomba na mama yetu aseme vijana pateni ajira. Na vijana sasa hivi wengine wanalala majalalani. Kwa hiyo naomba mama atusaidie sana. Mimi naukumbuka sana. Kwa hiyo wote ni pamoja na mama yetu na baba yetu wote waliopumzika. Wote nawakumbuka kwa vizuri. Basi nikushukuru sana mzee kwa muda wako na uwe na mchana mwema. Mimi asante sana, ila mfikishie salamu mama yetu Mama Samia. Mwambie atukumbuke na atusaidie vijana bado atuendeleze na makampuni yetu bana yatusaidie watuendeleze angalau hata mshahara mrefu kidogo. Naomba mama yetu Mama Samia atukumbuke sana vijana wetu wa kike na wa kiume. Tunateseka. Ndio tunaomba, asante sana. Katika kuzunguka bana na kuelekea kuhitimisha Street Connect ya siku ya leo, nimepata bahati na heshima kubwa ya kutembelea mojawapo kati ya vyuo bora nchini Tanzania. Hiki ni chuo cha uandishi wa habari Dodoma Media College, na hapa nimekutana na madam hapa ambaye pia bado tunaendelea naye. Tutazungumza naye kuhusiana na mada ile ya kwamba katika miaka minne tangu atutoke Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, ni yapi ambayo wewe mwanakitaa unayakumbuka aliyofanya mazuri, na hapa tutaenda kuzungumza kichuo sasa, au sio bana? Mambo vipi? Safi, kwema. Kwema kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Rehema Kalebu. Ni mwanafunzi wa hapa? Yeah, ni mwanafunzi wa hapa Dodoma Media College. Okay. Mheshimiwa Magufuli unamfahamu kweli? Yeah, Mheshimiwa Magufuli ambaye ni marehemu kwa sasa, namfahamu vizuri. Alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5. Awamu ya 5. Asante. Ni yapi mazuri ambayo unakumbuka aliyafanya, hasa tukiingia sasa kwenye muktadha wa kielimu? Okay, mambo ambayo kiukweli marehemu Mheshimiwa Magufuli alituachia kama
Nyayo kwa sisi wanafunzi na sasa wanachuo, nikizungumzia upande wa wanachuo kutokana na taasisi ambayo ninaisomea, kutokana na ninachokisomea mimi kuhusiana na uandishi wa habari na utangazaji, ninaona kabisa katika fursa za swala zima la ajira ametoa uhuru kwa vyombo vya habari, kwa waandishi wa habari kuwepo na uhuru, isipokuwa tu waandishi wa habari tujaribu kufuata au wajaribu kufuata zile sheria na taratibu ambazo zinawaongoza wao ili wasiweze kuwa kikwazo katika jamii. Lakini pia kwa upande wa elimu kiujumla aliweza kubadilisha mitaala, yani kulikuwa na mitaala mipya. Kwa sababu zamani tulikuwa tukitumia mitaala ya wakoloni, unaona. Lakini baada ya hapo wakati Magufuli yupo madarakani, aliweza kubadilisha mitaala, kwa hiyo tukawa tunatumia mitaala mipya ambayo ni miepesi zaidi kwa wanafunzi kwa kipindi hicho. Na baada ya yeye kutotoka kijiti akashika mama. Kasi ya mama unaionaje? Iko sawa na ya mzee au kuna mahali hapo? Kwa upande wangu mimi niseme tu kasi ya mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya 6 hajapishana sana na mheshimiwa Magufuli ambaye kwa sasa ni marehemu. Naona kabisa yani mienendo yake anaingia mule Waswahili wanasema kwamba anapita mule kwenye taasisi za kielimu hizi, masuala ya elimu kwa wanafunzi. Mimi naona anatutendea haki. Nakushukuru sana kwa muda wako na asante kwa kuendelea kuifuatilia Straight Connect. Asante sana. Naam, mtazamaji, ndivyo ambavyo ninamaliza leo Kitaani Kwako. Umesikiliza baadhi ya maoni ya wananchi mbalimbali wakizungumza namna ambavyo wanamtambua na kumkumbuka Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli. Ninachokusii tu usisahau kutazama na kuifuatilia Straight Connect, ukisubscribe na kushare na kulike na kucomment ili uendelee kupata vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa vikirushwa moja kwa moja kutoka hapa. Ninayekualika tena kwa wakati mwingine si mwingine, ninaitwa MC Jolly Jazz. Nipate katika mitandao yote ya kijamii ukiandika Jolly Jazz_MC unakuwa umenipata mubashara hapo, lakini vile vile tembelea mitandao ya kijamii utapata @Straight Connect. Tunasema Straight Connect tunaijenga kesho kwa pamoja.